Jamila Islamia TV. Kwa kupata video zetu mpya, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV Tambani. Ninawaachia majaji wangu hapa waendelee kupiga mahesabu. Kama watapiga hapa au watatoka ni kazi kwao. Lakini sisi tunaendelea na ratiba fupi ya mashindano. Ratiba hii kwanza ni utambulisho wa viongozi. Utambulisho wa viongozi. Viongozi na serikali na kijiji, wote hao ni viongozi ambao tuko nao. Kwa namba moja ni kuwatambulisha viongozi, na moja katika ilhamu niliyopata kwa kiongozi wangu pale, mwenyekiti wa kijiji, aliniambia basi na kurefusha muda, basi tu sema kwamba kuna viongozi wa serikali na chama pamoja na mashirika mbalimbali au taasisi mbalimbali. Hilo linatosha, ikawa sio sababu ya kutaja mmoja mmoja. Nadhani ndio hivyo. Haya, nikitoka katika ratiba hiyo, kwa kuwa nimesema tunitaje kwa hivyo na niliwafahamisha tokea mwanzo, nachukua jukumu hili kumkaribisha mwenyekiti wa kijiji ili asalimie na kutoa nasaha zake kwa umma huu wa Kiislamu. Na mwenyekiti wa kijiji, wewe ndio bosi wetu wa kijiji, kwa hiyo zungumza na wananchi wako na unahakikia ya kuwakaribisha wageni wako katika Tambani yako hii. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك جنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد lakini nimekutana na jambo kubwa katika ardhi ya kijiji cha Tambani, kwa kumsalia Mtume Muhammad, lakini pia kumsalia Mwenyezi Mungu. Nimealikwa katika shughuli kama hizi sehemu tofauti kwa Sheikh Kopadu na maeneo mengine, pamoja na mzee wangu Mzee pia nimealika. Kwa tangia niingie kwenye nafasi hii, mimi imani yangu ni imani kwamba nimeingia kwa baraka kubwa. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa dini kwa kuendelea kuomba dua njema kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kufanikisha kusha. Lakini wasifu hawakuwa upande wowote kati ya wale ambao walikuwa wakitiania katika nafasi ya kijiji na vitongoji na wajumbe wa halmashauri. Hawakuonyesha kwamba wana mapenzi ya upande mmoja. Hii ni sifa ambayo inawafanya wakatambulika na kuonekana ni kweli viongozi wa dini, kwa maana kuwa viongozi wa dini ni watu pekee ambao wanasababisha utulivu na amani, lakini ni watu pekee ambao hawapendi kusa ndio kumfanyia mtu ama kikundi cha watu. Ni watu ambao wanasababisha kuitengeneza jamii yetu salama. Sisi umri tulionao sasa na wale watoto zetu, ni maana wazazi na viongozi wa serikali na vyama hatuna budi kuwaunga mkono moja kwa moja mashehe na maustadhi, kwa maana wao
kwa asilimia 99 unaosababisha utulivu na amani kupatikana. Lakini tumia fursa hii kuwaomba wazazi kuwapa ushirikiano walimu hawa wa madrasa, kwa sababu kazi wanayoifanya ni kubwa ilingani na kipato wanachokipata. Tusiwe wavivu ama watu wa kujisikilizia pindi walimu hao wanapoomba ushirikiano kutoka kwa wazazi, basi tutoe ushirikiano kwa 100%. Kiingereza wanasema 100%. Lakini pia niwaombe walimu wa madrasa na mashehe, kama walivyofanya katika chaguzi zilizopita, kutoambatana na kiongozi yoyote kwenye kutiania, itapendeza zaidi kuendelea kufanya hivyo. Kuendelea kufanya hivyo ni kuepuka kufanya hasada ama unyang'anyi wa kiongozi mwingine. Tunafahamu ya kuwa kwa sasa serikali imetimia mpaka pale filimbi itakapopigwa. Sasa tuna mheshimiwa diwani, tuna mheshimiwa mbunge, lakini pia tuna wenyeviti wa vijiji, wajumbe wa halmashauri na wenyeviti wa vitongoji. Kama mnavyofanya katika chaguzi zilizopita, itapendeza zaidi kuendelea kudumisha kile mlichofanya kipindi hiki tunakwenda, kwa sababu wapo watu ambao wenye kuhitaji nafasi tofauti tofauti, na siku zote tunaporuhusu husda ndani yetu inaenda kutufarakanisha. Tunaomba mashehe na maustadhi, kama tunavyofanya basi endeleeni kufanya hivi, na tunapofanya ujue nafasi mlizonazo ni dhamana kwa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kikatana, sisi tunawaangalia nini viongozi wa dini na viongozi. Lakini pia tumie fursa hii kuomba wananchi kwa ujumla wake, na kwa bahati nzuri mwezi huu umekuja katika mfungo wa pande mbili kwa ujumla. Waislamu wanafunga, lakini Wakristo pia wanafunga. Tutumie funga zetu katika kuomba heri, kuiombea dua nchi yetu na viongozi waliopo madarakani. Wao bila nini wala si kitu, na sisi bila amani si kitu zaidi. Kwa kutumia nafasi hii kuomba sana kwa Mwenyezi Mungu katika maendeleo 100%, 80%, amani na utulivu unahitajika zaidi. Tumia fursa hii kumwakilisha mheshimiwa mbunge Abdalla Hamis Ulega, lakini pia yeye ni alhaji mzetu alipata nafasi na shehe zangu kwenda kuhiji. Anawasalimu sana. Naweza kuwa kama si dharura kwa ajili ya kuitumikia nchi yetu, naweza kuwa mkwepa, lakini kwa sasa yupo Marekani. Haya ambapo Mwenyezi Mungu atakapomjalia atakujumuika na sisi kwa 100% katika shughuli zingine zinazofuata. Na kwa bahati nzuri tayari katika kata zilizopita alishashiriki na Waislamu na wananchi kwa ujumla katika mwezi huu wa ibada ya mfungo kwa Waislamu na Wakristo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukrani sana kwa maneno mazuri yenye hikma, na pia sisi tumepokea ujumbe kutoka kwa mheshimiwa mbunge, amfikishie habari kwamba na sisi pia tunampenda kama yeye anavyotupenda. Na baada ya risala hiyo kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji, kinachofuata katika ratiba yetu ni risala ambayo itasomwa na Muhammad Mrode kwenda kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Tingwa, huyu ambaye ni daktari wa mambo ya kibinadamu na pia ni moja katika wadau wa Uislamu na jamii kwa ujumla. Kama tulivyosema, hafla yetu imebeba utukufu wa Qur'ani na utukufu pia wa kibinadamu. Kwa inshallah wako Muhammad Mrode, somee hiyo risala.
kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, UWAMATA ni umoja wa walimu wa madrasa Tambani unaojumuisha madarasa 20 zilizomo ndani ya kijiji cha Tambani. Ndugu mgeni rasmi, umoja huu ulianzishwa mwaka 2020 ukiwa na malengo ya kuwaleta pamoja walimu wa madrasa pamoja na wadau mbalimbali wa Qur'ani katika kijiji chetu. Ndugu mgeni rasmi, umoja huu umefanikiwa kuunganisha walimu wa madrasa, walimu wa Qur'ani Tambani na kuibua vipaji vya wanafunzi walioko ndani ya madarasa zetu kwa kuisoma Qur'ani vizuri, kama vile ambavyo wamepata kusikia kwa vijana waliotangulia, wakiwemo hawa walioshiriki mashindano haya ya leo. Pia umoja huu tumefanikiwa kuanzisha kikoba ambacho lengo la kikoba hiko kusaidiana walimu pale mwalimu anapopata changamoto kama vile maradhi na kadhalika. Ndugu mgeni rasmi, mashindano haya ya leo ni mashindano ya 3 kufanyika tokea kuanzishwa kwake, ambayo kwa mwaka huu yana jumla ya washiriki 75. Kwa mafanikio haya makubwa ya kuzalisha vijana wengi waliohifadhi Qur'ani, tumelazimika kufanya mchujo ambao umefanyika tarehe 8 mwezi wa 3 2025, yani Jumamosi iliyopita, na mchujo huo umefanyika katika vituo viwili, ambacho kituo cha kwanza ni Masjidul Rahman, ni hii masjidi iliyoko mbele yetu hapa, na kituo cha pili ni Azmil Khairia iliyoko jirani yetu hapo, maarufu msikiti wa Noa. Kutokana na mchujo huo tumefanikiwa kupata washiriki 36 walioshiriki katika fainali hii siku ya leo. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na mafanikio hayo na mengineyo mengi, umoja una changamoto mbalimbali kama zifuatazo. 1, baadhi ya walimu kuwa wazito kujiunga na umoja huu. 2, baadhi ya madarasa zetu kutokuwa na mazingira mazuri, ikiwemo uchakavu wa majengo na majengo mengine kutokamilika, yani hayajafikia level ya kuwa jengo lililokamilika. 3, hali duni ya maisha ya walimu. Ndugu mgeni rasmi, kwa changamoto hizo akulinde wewe na familia yako pamoja na Waislamu wote waliohudhuria na wasiohudhuria katika tukio hili, wote kwa ujumla tulinde kutokana na shari za maadui tofauti. Mwisho, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na baada mimi kama kawaida yangu nimejawa na furaha sana. Na sasa nafikiri inabidi niwe kwa Tambani. Karibu sana. Inabidi mnikaribishe. Karibu. Namna za kunikaribisha kuzi kwa mimi, ila mnitafutie kiwanja ndogo ama mnitafutie mwana mali nioe ili na mimi jina
naitwa Chakou Alfani Tindwa, ama kwa wale wanaofupisha wananiita Dr. Tindwa. Ili Chakou nafikiri hata shida wangu Maalim pale alikuwa anapata shida kidogo kulitaja, ili msihangaike nalo, linatokana na majina yetu ya Kizaramu. Chako ni chako, naitukia nini? Chakou Alfani Tindwa. Kama walivyokuwa wananitambulisha, mimi ni daktari, ni daktari wa binadamu, lakini katika fani zetu kuna kitu kinaitwa ubingwa. Mimi ni daktari bingwa wa binadamu, lakini inawezekana kuna watu wengine wanahoja anatoka wapi huyu? Mimi natokea Mkuranga hii, natokea mahala pamoja wanapaita Kigwala, katika kitongoji cha Kiguyuni, kijiji cha Kiguyuni, kata ya Panzuo, tarafa ya Mkamba, katika wilaya yetu hii ya Mkuranga. Kwa wale wanaouliza anatoka wapi huyu, basi wakienda hapo Kigwala wanaweza wakaona nimezaliwa katika nyumba gani, kitovu changu kimefikiwa wapi. Wanaweza kuonyesha bwana shule ya msingi aliyesoma la kwanza mpaka la 7 ile pale, na kadhalika na kadhalika. Kwa huyo kwa kifupi ndio Daktari Chakou Alfani Tindwa. Baada ya kujitambulisha, nipende kuchukua fursa hii kwa kushukuru kwanza kwa unyenyekevu mkubwa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini wameniona leo nishirikiane nao katika jambo hili la ibada la mashindano yetu ya Qur'ani katika kijiji chetu hiki cha Tabata. Kwa kweli nawashukuru sana kwa unyenyekevu mkubwa kuniona na mimi nije mahala hapa, na kwa namna yote nimekuna baraka kwa jambo hili. Asante sana. Lakini nichukue fursa hii vile vile kuwashukuru Waislamu wenzangu wa zamani, mashehe, viongozi na waalikwa wote kuweza kujumuika mahali pamoja. Kwanza niwapongeze kwa mafanikio makubwa. Sisi tunaotembea katika maeneo mengi ya nchi yetu na wilaya yetu na duniani, ni hapa sana kukuta walimu wa madarasa wamejiunga wakatengeneza kitu kinaitwa umoja wa kusaidia. Kwa kweli mimi mtanikosoa, lakini nadhani ndio mara ya kwanza Mkuranga. Mikoa mingine mara kadhaa nishakuta baadhi ya maeneo, lakini kwa Mkuranga ndio mara kadhaa. Kwanza kuna walimu zaidi ya 20 wakakaa pamoja, wakatengeneza umoja wao, wakaupa jina na ule umoja, lakini mojawapo ya dhamira za umoja huo ni kusaidiana. Alhamdulillah. Changamoto na changamoto ndio sehemu ya mafanikio. Kwa mafanikio makubwa waliokuwa nao wao, changamoto zao kubwa ni hizo mbili. Lakini mara zote nasema hatuwezi tukatatua changamoto zetu zote kwa wakati mmoja, lakini tunachohitaji ni ukweli na ufasaha katika kuziendea hizo changamoto zetu. Katika hili yapo mmezungumza uchakavu wa madarasa. Hii jambo la uchakavu, mimi naomba mtanipatia taarifa ya kina kwamba madarasa hii na changamoto hii na changamoto hii, ili tuone namna gani tunaziendea. Lakini nimeguswa sana na umoja wa walimu. Kwa mimi katika kile kikoba chenu nitawachangia shilingi milioni 5. Takbir! Allahu Akbar.
Kwa hiyo mtanipatia akaunti yenu, nitawaingizia ili muendelee kusaidiana, alafu muone namna gani mtaitumia hiyo shilingi milioni 5 katika kuinua uchumi wa walimu. Jambo hili ni jambo zuri na jambo ambalo tunalihitaji kwa haraka. Mimi nina hakika mna account, lakini kama hamna, ni vizuri mkafungua account. Mkifungua account, mnanipatia account na waingizie hiyo kiasi. Hiyo itawasaidia sana katika kuhakikisha sasa mnafanya mipango mikakati namna gani ya kuinua uchumi wa walimu. Shaibu hapo wanatumia mkoba. Badala akaunti ya benki wana mkoba. Wana mkoba, hiyo inatosha. Kwa jamani, jambo hilo ni jambo la heri, na niwaahidi tu tutaendelea kushirikiana kwa ukaribu sana na kuhakikisha hizi changamoto za madrasa tunazitatua. Kama tuzimalizi basi tunazipunguza, lakini vile vile katika kuhakikisha mtanipa sasa taarifa mnaendeleaje katika uchumi. Mkiwa na miradi ama majambo mengine, mtaangalia namna gani inaendelea kuwasapoti mpaka siku moja hata walimu wawe na picha za uchumi, wawe hata wanalipana kila mwezi. Ndio jamani, jambo hili kwa kweli jambo la heri na mimi niwapongeze sana. Lakini kama nilivyosema katika hiki kipindi kifupi hapa tambani, nimekuja nafikiri mara 3 mara 4 nyingi sana mpaka na 4 na kwa shehe pale, nikaenda kwa Uzando, si ndio? Pale Uzando nilikutana na baadhi ya changamoto na nikawaalifa watu wa Uzando hapa. Kulikuwa na misikiti kama 5, nikawaambia nitawachangia shilingi milioni 10, si ndio? Nitawachangia shilingi milioni 2, nikaambia milioni 8 nitawachangia siku nyingine. Sasa kwa sababu leo nimekuja Tabani, nimeona niwaletee ile shilingi milioni 8 niwakabidhi leo hapa sana. Takbir! Allah Akbar. Kwa mtaenda katika ile misikiti minne, kila misikiti nitaenda kutoa ile mchango wangu kama nilivyoahidi siku ile, kwa sababu mashiko wangu mimi nimesoma kidogo kwa Shaneso, anasema dalili ya mnafiki ni mtu ambaye anaahidi lakini hatimizi ama hatimizi. Mtu yote anaahidi hatimizi, huyo afai. Ndio watu hakikisha ukiahidi unapata zawadi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, naomba sana tumwombee rais wetu, ana majukumu makubwa, ana watu wengi wanaohusiana naye na nchi yetu. Yeye ndio mhimili wetu, yeye ndio nguzo yetu katika amani na umoja. Kwa sisi tuna wajibu wa kumwombea na wajibu wa kushirikiana naye, na Mwenyezi Mungu ambariki kwa kila jambo analolifanya. Baada ya kusema hayo, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lakini wakati washiriki wanasoma, wako washiriki ambao wamesoma vizuri. Kwanza wote wamesoma vizuri, ila wako washiriki ambao wamesoma vizuri hali ya kuwa wakitoka tu pale watu wanashangilia, wanapiga makofi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi kama majaji tulikuwa tukiyatizama katika kufanya au katika kuhukumu. Kuna makosa nzuri, lakini akamoja mshindi wa 3 binti Samia Hassan. Samia Hassan amepata alama 97. Samia Hassan anapata zawadi ya shilingi 5 na amepata zawadi ya shilingi 30,000. Kijana aliyekuwa mshindi wa kwanza katika upande wa juzuu moja ni Mahmud Mikidadi aliyepata alama 99. Mahmud Mikidadi amepata alama 99. Mahmud Mikidadi amepata zawadi ya shilingi 40,000. Takbir! Kwa upande wa juzuu mbili, nambari 3 ameipata Shamila Isa aliyepata alama 98.5. Shamila Isa mshindi wa 3 juzuu mbili anapata zawadi ya shilingi 25,000. Mshindi wa pili
ni kijana Yasini Idi aliye mshindi wa kwanza kwa upande wa juzu mbili ni Awadhi Musa aliyepata alama 99.5. Awadhi Musa mshindi wa kwanza juzu mbili anapata zawadi ya shilingi 45,000. Takbir. Kwa upande wa juzu tatu aliyeshikilia alama ya tatu ni kijana Idrisa Masudi aliyepata alama 97.5. Mshindi wa tatu ni Idrisa Masudi anapata shilingi 50,000. Takbir. Mshindi wa pili kwa upande wa juzu tatu ni Rahma binti Nurdini aliyepata alama 99. Rahma binti Nurdini mshindi wa pili juzu tatu anapata shilingi 60,000 za Kitanzania. Takbir. Na mshindi wa kwanza kwa upande wa juzu tatu ni Sheima Said aliyepata alama 99.5. Mshindi wa kwanza juzu tatu anapata shilingi 70,000 za Kitanzania. Takbir. Kwa upande wa juzu tano mshindi wa tatu ni kijana Muhammad Ali aliyepata alama 97.5. Mshindi wa tatu juzu tano Muhammad Ali anapata shilingi 80,000 za Kitanzania. Takbir. Mshindi wa pili kwa upande wa juzu tano ni Sheilat bint Ahmad aliyepata alama 98.5. Mshindi wa pili ni Shaima anapata shilingi 90,000 za Kitanzania. Takbir. Huyo ni mshindi wa pili juzu tano. Na mshindi wa kwanza kwa upande wa juzu tano ni kijana Fauzan Muhammad aliyepata alama 99. Mshindi wa kwanza ni kijana Fauzan Muhammad amepata alama 99, anachukua shilingi 100,000 ya Kitanzania. Takbir. Hapo sikukuu imenoga. Hao ndio washindi wa siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamila Islamia TV. Kwa kupata video zetu mpya, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV Tambani.